Ibana, mambo vipi? Jina langu ni Cyber Chris na leo tutajifunza tutorial ya pili, triangle pattern. Nested loops. Nested loop ni kama tulivyojifunza nested if, ilikuwa ni if ndani ya if. Sasa hii inakuwa ni loop ndani ya loop. Inaweza ikawa ni for loop ndani ya for loop, while ndani ya while na kadhalika. Lakini jua ni loop iliyo ndani ya loop. Draw this pattern using C++. Yaani tuchore ili umbo kwa kutumia C++. Tutajifunza kuchora ili umbo, lakini kwanza hebu tulielewe. Tukiangalia kwa makini, umbo hili limekaa kama ni boksi lililo katika mfumo wa rows na column. Kuanzia column ziko 5 na rows ziko 5. Kwa kusema hivyo, tunaweza tukaanza katika row ya kwanza, column ya kwanza. Unaona kabisa nyota imekuwa ni 1. Maana yake ilipokuwa row ni 1, nyota ikatoka 1. Tukisogea katika row ya pili, column ya kwanza na ya pili, kumetokea nyota. Hii ni kusema kwamba row ilipokuwa 2, column ilienda mara 2 pia. Hii ni sawa na kusema rows ni loop ya nje, alafu column ni loop ya ndani. Hebu tutazame kwa makini. Tukisogea katika row ya 3, utagundua zinatokea nyota 3 kwa sababu column ni 3. Kwa hiyo column inategemea rows na nyota ni idadi ya column. Unaona nyota zikatokea 1, 2, 3. Tukisogea katika row ya 4, vile vile nyota zinajizungusha mara 4, yaani mpaka column ya 4 kama hivi. Tukisogea katika row ya 5, utagundua pia nyota zinatokea mara 5. Kwa hiyo hizi ni loop 2, yaani pengine tutumie for loop 2. Rows ni for loop ya nje, alafu column ni for loop ya ndani. Mpaka hapa tumeshaelewa namna inavyofanya kazi katika kutoa nyota hizi. Hivyo tunaweza kusogea katika uwanja wa Dev C++ na kuona namna tunaweza kuimplement kodi yetu. Hapa juu nita comment triangle pattern. Tutaanza kuandika structure ya C++, hash include UStream using namespace std int main, kisha kama kawaida tutamalizia na return 0. Ni lazima tutengeneze loop ya kwanza ya nje kisha ya ndani. Twende tukatengeneze loop ya nje, yani ya row. Kwa hiyo for integer row, mwingine anaweza kaeka rows, ni sawa, vyovyote ni jina tu la variable. Ikiwa ni sawa sawa na 5, ni vizuri kuanzia 1, maana 5 itaanza kugeuza mambo hapa. Sawa sawa na 1 semicolon rows, ikiwa ni less than or equal to 5 ili zunguke mara 5, kisha row plus plus ikijiongeza 1 katika kila mzunguko. Tunafungua mabano haya na hapa ndani, basi tuone kinachofanyika kwanza. Tusi out row, tuweke endline ili ishuke chini. Tu compile na kurun, tunaona matokeo ni 1, 2, 3 mpaka 5 kwa kushuka chini. Good, ni kitu ambacho tunakihitaji, lakini hatuhitaji namba, badala yake tunahitaji hizi nafasi za 1, 2, 3 mpaka 5 bila hizi namba kuonekana. Kwa hiyo tunafahamu fika namna ya kufanya hivi ni kufuta neno row na kubakiza neno endline, yani cout endline, yani toa nafasi tu ya mstari kushuka chini. Kwa hiyo nafasi 5 tutazipata hapa kwa kucompile na kurun. Unaona tumepata blank space, yani space iko tupu yenye nafasi 5. Hii hapa nafasi tupu. Kilichobaki sasa ni kuandika for loop ya ndani ili kuweka nyota. Ndani ya hii for loop nitaandika for loop nyingine. Kwanza tu comment hapa ni for loop ndani ya ndani, yani ni for loop ya ndani ambayo tuna print columns. Tutaanza na for loop, tutaanza na column ikiwa ni sawa sawa na 1, maana column ya kwanza, row ya kwanza ilikuwa nyota ni 1. Kisha itakuwa column iwe ndogo au sawa na, tuweke condition lengo letu iwe sawa na row, maana ilipokuwa row ya kwanza, column ya kwanza ikaprint nyota 1. Hivyo hivyo column plus plus, na hapa ndani hatuna namna zaidi ya kuandika to print to see out alama ya nyota kisha semicolon. Itakuwa inajizungusha mara kadhaa kisha ndio inaenda nje.
Loop ya ndani ikimalizika, ndio loop ya nje inaenda. Haiwezi kwenda loop ya nje kabla loop ya ndani haijamaliza mzunguko. Kwa twende tuone hii inafanyaje kazi. Tuka compile na kurun, kisha tutaona namna inavyojizungusha. Tumeshapata rows na column. Twende sasa. Compile na kurun, tunapata error. Error hii iko mstari wa 8. Tumesahau kuinitialize column. Kwa tuweke int column, yani tuitambue kwamba hii ni integer column. Hapa tunaweza compile na kurun. Boom, tayari. Hiyo hapo nyota zetu zimetokea. Lakini pia swali linaweza kubadilishwa lisiwe nyota, badala yake ukaona ni alama zingine, kwa mfano reli. Kitakachokifanya, utakuja kwenye loop ya ndani, utafuta alama ya nyota, utaweka reli. Ukicompile na kurun, kitakachoonekana ni reli zimejipanga, yani hash zimejipanga kama hivi. Usishtuke bana. Pengine akahitaji umprintie katika namna ya tofauti, yani umwandikie 1 1 2 1 2 3 namna inavyojizungusha. Utaprinti column. So column ni column, tumesahau kuweka n. Kwa hiyo utaprinti column. Ukiprinti column, namna inavyojizungusha utaona ilipokuwa 1 2 1 2 3 1 hivyo hivyo imejizungusha. Pia anaweza ukaona swali, badala ya kuprinti 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 kama hivi, akataka uprinti 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5. Kwa badala ya column hapa sasa utaprinti row, maana ndo ya nje itaanza ikiwa 1, itafuata 2, hivyo hivyo. Compile na kurun, utaona kwamba ni 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5. Kwa hiyo usichengwe na swali kama hili. Asante na karibu tena.